Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukirudi tena mara ya pili kwa kuzungumzia ile hadithi, man ahdatha fi amrina wa man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu. Tunaelezea katika hadithi hii kwa ufafanuzi mkubwa ili watu wapate kuelewa kaifa fahima alulama alhaditha, vipi wamefahamu maneno haya, man amila amala man ahdatha fi amrina. Wamefahamu vipi wanachuoni wa kweli, wanachuoni wa kisunni wamefahamu vipi? Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi sharhi ala sahihi Muslim inda hadith, amezungumzia masala haya Imam an-Nawawi rahimahullah katika kitabu chake sharhi ala sahihi Muslim inda hadithi, kuhusiana na hadithi hizi ambazo tulizozizungumzia muda sio mrefu. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu, innahu anasema ya kwamba innahu raddu likulli amalin laysa alayhi amru shar'i, ni kulipiga vita na kulikemea jambo ambalo lisilokuwemo katika jambo la kisheria, lazima lipigwe vita. Lakini ili ikiwa kama jambo hilo ni la sheria, umsikii mtu anasema maneno ya kuweza kunini kuyaradi maneno kama hayo. Wa qarrara Ibn Rajab al-Hanbali fi Jami' al-Ulum wal-Hikam, na akakariri jambo hili Ibn Rajab al-Hanbali fi Jami' al-Ulum, katika kitabu al-Jami' al-Ulum wal-Hikam, anna hadha al-haditha, kwamba hii hadithi aslun adhim, ni msingi mkubwa sana, min usuli al-Islam, katika misingi ya Kiislamu. Wa anna man ahdatha shay'an wa nasabahu ila din, na amma yule ambaye atakaidhusha jambo alafu akalinasibisha jambo hilo ila dini, katika dini, walaysa minhu, na ikawa jambo lenyewe halifahamiki kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ili kuwepo ibada inaitwa maulidi, ili kuwepo ibada inaitwa 40, ili kuwepo ibada ya kusomea talqini watu makaburini. Na talqini maana yake ni kumsomesha mtu alladhi hai, yule ambaye aliyokuwa hai, alladhi ma mata, hajafariki. Sasa yani kuna vitu vingi vya kuchekesha, hawa watu sijui wakoje jamani. Yani kwa heri, yani nyinyi mnaitakidi hivyo kweli? Mimi sikubali kama nyinyi mnaitakidi hivyo, ila kuna yani mnaona aibu tu kutubia, mnaona aibu tu kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mkaomba msamaha. Lakini tutakuombeeni dua Allah kuongozeni na muweze kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kupita katika barabara iliyokuwa sahihi. Watukufu wa Islam, hal al-ihtifalu bi maulidi ibada? Je, kusherehekea mazazi ya mtume ni ibada mustaqilla shar'aha an-nabiy? Ni ibada ambayo imepwekeka, ambayo yani amewekea sheria nabii? Am huwa ijtimau ala umuri mashru'atin asla, ama ni mkusanyiko wa mambo ambayo ya sharia kiasili? Tunataka tujue kwani kweli jambo hili lina asili. Hadha huwa mahallu nazaa. Jambo hapa la ugomvi mkubwa jamani ni hili jambo. Je, mtume kaliweka katika sharia jambo hili la kusherehekea mazazi ya mtume, watu kukata mauno kama hivi yanavyoonekana, watu kulaliana huku wanacheza kama michezo hiyo? Tutakuonyesheni hiyo michezo hiyo, iangalieni, alafu baadaye mtuambie kweli mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwepo angeridhia mambo kama haya. Yani mimi mpaka nimesema nikasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu, kuna shekhe wetu huyu Sheikh Mziwanda, Allah azidi kumuongoza. Yani kuna siku amesimama akaanza kabisa, akaanza kufanyaje, kuwaradi wenzake, akasema jamani, kuna jambo, yani kuna mambo mengine aje, fahamuni bwana, mnazidisha. Nikasema Mungu akuongoze shekhe, kweli wewe mwenyewe umeshapiga saluti kuonekana kwamba kweli yani sisi tunayafanya mambo ambayo yani ni muhali kabisa, ni muhali kuyafanya mambo hayo Muislamu, ni muhali kuyafanya mambo hayo Muislamu, haitakikani kuyafanya mambo ya upuuzi kama haya. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo tunafahamishana ya kwamba thalithan kalamu Tajuddin al-Fakihani, tukiangalia maneno ya Al-Haj Tajuddin, taji ya kidini al-Fakihani, yanasema min aqwa ma yudhkaru fil man'i
katika masala ambayo yenye nguvu ya kuziwia jambo hili, kalamu al-Imam al-Maliki, ni maneno ya Imam al-Maliki Tajuddin al-Fakihani, fi kitabihi, kwenye kitabu chake anasema al-mawridun fi amali al-maulidi, kuhusiana na mambo